Sawa. Where? Sikifungizi ka fucking. Welcome back to the Mambo Podcast, episode 17. Episode 17, manze. What a vibe, what an honor kuwa hapa, manze. Shukran sana to all of my subscribers who are watching out there. Remember, this is Mambo, host of Mambo Radio. So remember to follow us, follow me on my platform, the Mambo Podcast. On TikTok, follow me at Mambo. I talk about music all over my platforms. Yeah. So this episode was sponsored by 5G Reality Channel, who gives their products and services to the people who are watamefiwa yani. For those who are suffering during that time of funerals, you need some way to assess your things. Check them out. Also check out Scents by Mambo. We have perfumes that deal or cut across all scents, whether aromatic or masculine or woody. Check them out. So today on the pod, we have the one and only Nev Miller Streets. Jalia hiyo. Kama jalia hiyo si salamu. Hizo tabia za wa Kenya. Anyway, Wazee is my friend. Acha tuambie a little bit about himself, what he does. Yeah, man. Yo, so my name is Nev Miller, and mostly I can say I'm a business person. I like venturing into a lot of business. I'm not that type of person that I can say that I like employment. Employment manze at this level malibefika, it sucks ka shit. So I'm involved in a lot of things, but what I can say is what I studied is automotive engineering, mostly under the section of mostly being a mechanic on light vehicles. So that's mostly my profession, but I'm involved in a lot of things. Yeah, mechanic kuna light vehicle na heavy vehicles. So mostly kuna kuanga na kuna kuanga na zile heavy light vehicles ni hizi personals. Kuna wenye wame specialize kwa hizi light malori, hata hizi za construction, hizi za mabarabara hizi. Kuna watu wako specialized kwa hizo. So unaweza pata kitu mimi najua si ati ni the same thing ndazipata kwa hizo juu unapatanga engine nini like vitu zao ziko different from gari ya kawaida personal. Yeah. Interesting. Kuna mambo mob sana, si ati ni kitu rahisi pia. Yeah. It's kind of tough. So your job kwa market, kwa space market, does it really pay ama kwa sawa unapata do na hiyo kazi ama kunaendaje? So mostly in the automotive engineering industry, it has good money. It has good money. But ndio upenye like manage to get a place like you put like kitu mwe study to use inakuanga complicated. Hapo ni ngumu. Yeye anaweza sema ni kiasi ya kujuana. Watu lazima yeye anaweza sema tu hiyo pia ni kujuana hiyo. Juu unapata places una apply for a job. Sasa unapata wengine walipata but ukiwauliza wataki kukupatia njia, wataki kukwambia like aje will get. Unaweza pata unauliza zile za kwa nini mlipenyaje? Na tulikuwa karibu watu ngapi tumeenda interview aziko end up through. From the way unakaa unaangalia hiyo tu unaona nikao mjamaa alisaidia kuingia tu uko ndani hadi. Lakini hiyo biashara acha kufanya hivyo. Hiyo biashara inakuwa prominently na wajaka. Kwa nini? Mimi najua wajaka wengi ni either ni mechanics ama ni watu black carpentry wanakuwa very good na ama hizi mambo za electrical ama kama pia hizi mambo za electrical engineering ndio ukacheze huko. Hizi vitu ziko kwa artistic vitu artistic wanakuanga very prominent up kama music, anything hands on, anything kitu yenye ni ya mikono hivi. Wajaka kitu naweza sema nao ni wajaka like they are very good in shughuli za mkono. I don't know to say ni kitu wame perfect from generation to generation up to now. Juu ni realize like wajaka like the dulu kwa kazi ya mkono wanafanya kazi safi, si ati ni kazi ya mkono wanafanyanga. Kuna jamaa huko mtaani anaitwa Philip.
Huyo jamaa yeye pekee ndo alikuwa anaundanga gates Njiru mzima. Njiru mzima. Yeye ndo amewekea kila mtu ku gate na the only person mwenye anajua watu wanajuanga yeye ndo anafanyanga hiyo kazi ya nini ya kuweka vitu za chuma. Waitwaje? Sasa watu wa chuma wanatangaje? Welding, yeah, watu wa welding, that's the word. So wako very prominent, like wakifanya kitu wako very very wanajulikana, like umse anadu shit like the best way. Unajua saa zingine consistency pia. Wajaka na kufanya kazi wanaweza kufanya kazi vizuri, si ati nini. Kwanza ukipata ule mwenye anakufanya kutoka kwa roho, hey bro, utapenda. Utapenda. Ushapata wale watu wanakufanya wanakupigia shughuli yani kutoka kwa roho. Si ile ati shingo pande. Eh bro. Yenyewe unaona mse yenyewe anajua kitu anadu. Lakini unakuja unapata tunyangarika wengine mazee. Unakuja unakuonesha dust. Kwa kitu nani pesa yako unatoa? Ni do yako. Kwanza kuna kitu mbaya kama umelipia service alafu ikose kufika vizuri like ifike to the limit yenye like tulikuwa tuna request. Mimi nasemanga yenyewe kama unajua shughuli yako ni safi, yenyewe fanya tu kwa roho. Usianze na zile mambo za ati unafanya shingo pande nini hiyo juu wewe mse utaitana. Fanya tu shughuli yako na unajua unasikianga like kuna hii say inakuanga ni gani sijui inasemanga sijui nini like eka tu focus wewe hata I think ile tulembeanga na ule mse like toa akili yako kwa do fix your attitude hiyo kitu sasa ndo nakana una hiyo kitu yenyewe that guy know what the hell alikuwa anasema. I think alikuwa L4C L4C yeah. Hiyo story ya kufix nini ya kufix attitude. Mimi nasema hata si mambo na attitude, ni mambo na wacha goal yako ya kukua. Ukifanya kitu you're thinking about money always. To me naweza ka remark yangu aje. Ndio uko na point plus pia I think inakuja like ina reflect na pay design tusemeaje like but then ukweli tu unajua kari kitu kani kama unataka kutengeneza like hata tusisema historia tuseme tu hata si ati mambo ku get rich ku build wealth focus a lot kwa like kutengeneza assets. Toka hapo focus a lot na mambo ya kutengeneza kwa ma assets. Story ya dotu weke kando kidogo juu kwa hizi asset unajua I think hata niliona kuna mali mse mwingine alikuwa anasema we value a lot to be rich than kuwa wealthy. Na wealthy unajua mse alikuwa anamaanisha like nini na kwa wale wasiojui wealthy na rich difference bas hiyo ndio sahihi issue pia. Wealthy unajua you are a type of person una build legacy. Sasa unajua mtu so wealthy ukimsimbia mtu akikwambia kwa wealthy ako na nini? Mtu akikwambia kwa wealthy ako na nini? Sana assets. Anakushuhudia assets ni land na stocks investments. Mostly tuseme ma stocks. Unapata msao ako na ma stocks, ako involved into ako na ma real estate sijui ngapi. Ingine ni gani tunaweza add? Unajua wealth is now it's not all about ati nini. It's not all about like liabilities. Liabilities unajua ni hizi vitu tu za kunini, hizi vitu tu umenunua tu ni kitu haita kuserve for long. Sasa unajua asset kama gari. Bas, hiyo example hata baadhi ya watu wengi ndio upewa. Kama gari, so nikaa sasa hivi bako na vile watu wako na mado. Napata msema ameenda sijui amebuy sijui gari ya sasa acha tutumie example ya maju. Pata mjamaa ameenda amebuy sijui gari ya sijui ya $4 million na hiyo ndio baadhi ni mingi huko. $4 million. $4 million ni mingi huko. 400 nika 500 million again. Jo unapa kama jo sini kama saa hii. Kama afu unajua by the funniest thing acha niambie by the guys. Hizi magari sasa mnaanza kuona ati ziko hapa ati mabelt, hizi Bentley, hizi Bentley Aston Martin, Maserati, Lambo, Ferrari. Unajua hizi versions zenye ziko hapa ni zile versions za hizi versions unajua zinazo hapa. Zile versions maybe utapata za 2015. Hata ukichunguza tu utaona 2015
Zingine So sio latest ni tuko nazo. Set ndi the latest hata hizi Lamborghini Urus. Lamborghini Urus utapata ni zile za kwanza. Crazy. Zile the first generation. Unajua ziko na generation mob sahi. Siko realize. Zinapanda hizi vitu zinaenda with generation ama unapata ingine, unapata there's another version, another model wametengeneza. Sana Ferrari ndo unajua wanatengeneza a lot of model. Sio unapata wametengeneza sijui gari gani sijui iko na units sijui kangapi kisha. Hivyo wanakama kuja. Basi kuzo wanaunda magari na limited nini? Kama limited wanaunda gari kama 30. So unajua collection wanauza. 30 sasa 30 na hiyo utapata hiyo sasa utapata ni zile gari maybe unapata wanaziuza at a cost of a price maybe tuseme maybe ni 3. Sana lakini zile yenye unapata ni zinahitajika kama units 1000 ama 500. Hizo utapata ni magari hata maybe zinauzwa hata maybe $400 ama maybe 600 ama 800 ama 600 ama $800,000. God damn it. $800,000 ni crazy man. Hiyo hata but unajua siko shay realize unajua currency yetu kuna time msel alikuwa anasema if you go to another country stop focusing na mambo hiyo do ukiweka equivalent to Kenya currency ya huku una need on kidogo like that madam alisema we focus na currency ya huko. Acha currency yako ibaki huko na hapa ibaki hapa. So nilikuwa napata like unajua by the funniest thing unapata hata hizo magari zenye unaona saizi ziko mingi hapa. Hizo zenye ziko hapa Kenya. Nika for example maybe tuseme kama Harrier. Harrier unaweza pata hata majuu maybe inaweza hata $7,000. Ni doni kidogo. Hiyo doni kidogo huko. Uko naweza sema watu like middle class ile gari wana feel like wameshika gari yenyewe ni maybe $100,000 huko. Sasa juu niko unapata sasa zingine unapata unaona hizi Dodge zima Dodge tuseme gari gani nyingine Dodge hizi ma Chevrolet zile ma Cadillac. Chevrolet nimekabila kusikia mambo yao siku hizo ametulia sana. Chevrolet bado hata wamenyamaza tujia taradao ni gani. Uko nasema Chevrolet Cadillac jina nyingine. Unaona tu kama nini unajua bado hata si ati inakuanga very expensive hata ikikuko hiyo Dodge. Hizo ma Dodge Supercharge, hiyo sijui hiyo Demon, hiyo sijui inaitwa Venom, sijui nini. Hizo gari bado unajua huko hata si expensive. Unaweza pata maybe ni $50,000. Lakini zikikuchapa Kenya sasa unajua tu sasa ile pesa umewekewa hapo ile pesa unapata sasa hapo wanakungojea. Unaweza pata hata unaweza pata maybe umemwaga like over like 10 ama hata 20 ama 30 Gs. Juu huku Kenya nilisikia the most expensive car I think ilikuwa kwa ile page kina ile Turbo Tails kina Lukina nani na George. I think walikuwa wamesema the most expensive car pa Kenya ina cost 50 million. Okay. 55 hata. Gari ilipanda na ni Urus by the Lambo. Ile nyejo alibai. Sasa zingine zenye zimekuwa order na watu wengine. Wasa wanazioda sasa wanabai. Buda. Nakwambia sasa tunakaa hapa utastukia kuna mtu ashangusha Lambo. Ala wasa wameleta maferrari. Ferrari Sindara mpaka tatu walikuwa wanasema kama hizi gari mingi ndo zinatembea hivi yenyewe nakosho sahii Kenya sahii mali mashughuli zimefika ukora zimejaa mob. Kama sema waseo wanazibai huko alafu wanazileta huko. Mi lakini naweza sema sahii hii level yenye sahii imefika hizi magari sahii zimekuwa ni common huku. Mimi nashukuru tu hapa sahii mali tumefika hakuna shughuli ni safi sahii. Hakuna shughuli ni safi. Tell me why at this level. Hizo gari acha nikwambie kweli. Kuna ukarata mingi kuna ukarata mingi inafanyika huko kwa government. Tell me why sahii hizo magari ziko hapa mingi sahii. Magari zenye hatuko imagine tutaiona. Mimi swali yangu inakuanga hii paper inatoka wapi? Because kama you are earning an honest income kama you are employed and an honest income, huwezi kuona drive gari zingine ziko hapa nje bwana. Si ndio kuna time hata unajua
I think kuna documentary nyingine ilikuwa inafanywa wakafanya ma research. Ah. Wakaangalia like unapata like pesa yenye msee analipwa like kwa maybe MCA, MP, senator, governor ama women rep. Unapata mshahara huu mtu aiambatani na hiyo nini na hiyo wealth yake. Juu unakaa unajiuliza how comes msee alikuwa maybe women rep na anaendesha ti Rolls Royce. How in the hell? Acha hata nikuchekeshe. Kulikuwa na kesi nyingine hata ilikuwa huko Uganda. Sijui ni vile sizi remember vizuri. I can't remember the full details. This lady, I think ni mtu I think kudeal na mambo za court. I think alikuwa wa sijui high court. I think alikuwa judge. Sijui inakuanga ni si judge. Inakuanga lawyer. I think inakuanga ni judge, si lawyer, ni judge. Sasa that lady gari hata ikuangia toko. I think she was mama libai na Eugene Uganda. Mama alipurchase karibu sijui gari alipurchase gari inaitwa nini Rolls Royce Cullinan. I think ilikuwa kama ile ya nani? Ilikuwa kama ile ya Diamond. Unaona? So tutaiakaje? So unajua kuna venye walifanya ma discovery wakapata msee hii ni yake ya adapt. I adapt hata kidogo. Juu how comes can you tell me you're a judge ndio pesa unalipwa? Rolls Royce Cullinan imetoka wapi? Bodo. Rolls Royce Cullinan pesa ngapi? Hey, kwanza hata tu brand. Si brand tu. Hata brand yenyewe unaisikia Rolls Royce. Rolls Royce I think maybe kanibali. Ile pesa iko hapo. Rolls Royce I think hiyo ikikuja Kenya. I think pia unajua it's among of one of the list ya expensive cars hapa Kenya. Rolls Royce Cullinan if I'm not wrong 30 Gs. Ati policy 30 Gs like 30M. Bombo Kenya shillings. So wanasema hata uko na honest income ya namna gani? Ndani ulikuwa una save au uko unakula kitu ya mshahara yako, ulikuwa una save ya gari for the whole of your life. But yenyewe sasa zingine ndio unakuja na realize watu wengine ni waji. Mimi sijuangi like what's the purpose of like unaonesha watu ati wealth yako. Kuna huyu American alikuwa kuna huyu American anaitwanga huyu majuu anaitwanga sijui Omar Jackson. Unajua mjamaa? Ule actor wa nini? Wa Power. Acha tukimalizana nitakuonesha backstage hiyo story. So huyu nigga alikuwa anasema ushajiuliza why the Omar Jackson namjua ule jamaa usema power to the people the the nini. Ule alikuwa ana criticize Masno Bunnies. Na cheki. So Omar there's a day inaonyesha realize he says vitu zingine usemanga zukuanga truth. Sasa kuna nyingine Omar alikuwa anaongea. Sasa boy tell me why you'll relate what Omar alikuwa anasema. Omar alikuwa anasema ati nini? Unapata si wase si blacks like to show ourselves that we are wealthy ama tuko rich. Unapata tunajaribu kujishow off na vitu expensive ati ma jewelries, our watch, nini gold slang, nini sijui sunaralizo vako. Si na ni kitu iko mbele. Ati tunajionyesha ati tunaendesha sijui one of the most expensive cars. Ama sijui tuko kwa mansion nini show off na ni ujinga pia mingi kwa hapa Kenya hadi inanisinya. Sana kwa influencers, ma celebrities, Sasa akasema ushaona white mgani akifanyanga hizo vitu? Hakuna. Tuseme tu kweli, wewe tu from your own opinion. Mimi hata sitaki sikwambia tu support. Ushaona white wakingangana kuonesha ati how wealthy they are? Hakuna. Like mambo nakwambia sasa tunaweza tembea hapa tusalimie hata na mtu kumbe that guy anatusalimia ni multi-billionaire. Na utajua nguo amevaa tu kawaida hivi. Unapata maybe anashikwa hizi kejaza hapa lakini unasikia akona bungalow ingine deadly sijui Ochani. Nini Mushada. Ushaijua na ushaipata wale wenye watakangi wajulikane. Wanatengenezanga ndani. Wanaweka huko ndani. Juu utapata hata saa hii kuna msanii shitu kwa hizi tu minima hizi tu nini rentals. Hizi tu rentals tu hizi normal. But the guy unapata home ako na keja yani mansion nyingine msee bako na baki guy.
So wazungu wananga hiyo aspect ya kuflaunt. Sijaona kitu na wazungu. Mimi sijaiona. As per what nimeona. Like I say, but I think ina come from an aspect of, unajua blacks tumekuwa colonized na tushaonja slavery, na tushaonja hata kama hukuonja real, hata kama sisi wenyewe hatu kufeel hiyo effect ya slavery, kuna wase wenye wali feel. Na unajua sasa ubaya hizo vitu hizo zina trickle down. Ina trickle link down to everyone. So sasa tuseme kama venye hawa wase wenye walikuwa slaves na wamefungwa na hawana access to hata vitu basic kama food ama maji. Coming na hiyo freedom yenye ilikuja to a point yenye sasa wase lazima wa try to prove. Mimi naona ni point na try to prove. It's a point that is tend to be proved. Wana try to show say like sisi pia sisi tuko na tunaweza on hizo goals zenye mlikata tu on, tunaweza do hiki tu mlikata tufanye. Una get exactly. Yeah, I think you ndio concept ya. Hiyo ndio concept. But that's the concept. Wa grills that's what I say, hata si hata huko pekee, hata huko Afrika. Au Kenya wase wanapenda hizo machains, gold rings. Lakini sasa unapata wale wenye wali associate sana na the whites. Unapata wako hapa. Lakini unajua the funniest thing about this life is, na by the way tu ni ukweli, I think hata you can relate to it. Do you know the most person that anangangana, do you know the most person mostly in our country, the most person unapata amedunga ma chains, ma silver, ma ngoto nini, via to street sneakers, tumaragia hapo t-shirt design ama 3D. Unapata like msata ndana do. Unapata mtu amevaa ile vile unaona vile unakuwa umechapa tu simple t-shirt, jineka tu simple, plain tu simple, kasneakers tu maybe ka simple na kajako. Unapata tu msenda kona do atakushinda mtu amengangana kudunga. Wewe unakuwa hivyo bwana. Hiyo kitu mimi nani nimejionea. Hiyo kitu mimi nani nimejionea. Unapata mse mostly hata madem. Unapata kwanza bete sana madem. Kwanza madem vile ndio upenda kujishow. Ukifikiria kitu sana ina. But si ati tunaongea vibaya, ni kitu iko. It's reality by the way, kitu tunaiona. Yeah. Juma, madem bado ndio unapatanga ngangana hapo. Madem unapata madem ndio uficha shida. Madem bado ndio uficha shida. Ukipata ukiangalia wale wase wenye wana try kuficha sana where they come from. Kama wasa wanapa madem wanavaa ma wigs na nini. Na wana try to cover up my makeup and try to now you're getting my point. When you look at women who come from money, women, they are the most simple people. Hata watu wezi ile mambo zao. Maybe na top, au na top jeans hadi. Hivyo tu na anatokea. Sasa mimi nasema tunataka poor man complex. Poor man complex ni mse amezaliwa kwa pesa. There is no other way anaweza go but up. Anatalesa ngo kurudi chini, the trajectory yake inaenda juu. Na msemo mwenye amezaliwa middle class, that's why wanasema middle class is the most dangerous. Middle class is the most dangerous. Mse akona chances za kuwa maskini tena, na akona chances za kukua rich. So yeye ana striving harder na anataka kushinda yule mwenye ni poor kukua rich. Jua hapo katikati. Yeye ako in the middle place. Like unangangana na like level yenye you can't manage. Unatry kujipush kabisa venye utafika hiyo point. Sasa kuna the poor people sasa the only way they can move is up. Hawezi kuamua poor. Hawezi kuwa poor na uendelee tu kuwa poor pale. Unajua ni wase ndio watu unasikia washatengeneza general wealth. Bana. Wealth yao itaendelea kuongezeka. Unapata like the generation ya family roots yao uko mbele, yani sasa wanajua wameitengeneza, wameachilia to a point in the next 100 years kampuni itakuwa bado kwa stable, kwambia inaenda siri watu wa juu. Unajata hii kampuni ya Ford ya magari, kampuni ya Ford walikuwa na vault ingine, walikuwa na store doors zao zote wanapeleka doka bank. Ushaisikia kesi ati ya loans nini ati hata ushai notice wameshaipatana na ini company Ford hapana. For the generation pia ya kitambo. Hawaja partner with anyone.
sijui tio sijui hizi mambo mingi nothing. Do iko yani hawa sasa walisema hii kitu tutaipiga hadi mpaka tufike mahali tunataka kufika. Kwanza ile tema walikuwa wanajaribu si hata pia walikuwa wanataka si pia walikuwa pia kina nani competition sana Ferrari. Si Ferrari ilikuwa medhara hiyo kampuni. Hiyo kampuni. Si ndio ile unaona ile Ford versus Ferrari. Ford inajaribu kuonesha. Wewe sasa uko dimension gani wewe? Tonka. Ziko kwa hiyo dimension. Sio movie. Movie inakuwa kuhusu hiyo. It's unajua the main thing is Ford I think ilikuwa mtoto wake ndio kuanga kwa hiyo generation. Inakuanga nini walikuwa wanataka kupatana na Ferrari wasaidiane kutengeneza sijui nini. Ferrari akaongea vibaka sema si Henry Ford. The real Henry Ford. So ndio ni mtoto wa Henry Ford sasa huyo. Hiyo nini? Akakasirisha huko sana. Hata alikuwa mbaba ashakuwa mzee akakuwa mbaba huo mzee. Huo mzee alijama akasema ni aje? Tunaingia kwa hizo mambo za racing sasa. Nitengenezeni gari yenye itapita Ferrari. Na tuwashinde. Hadi tuvunje rekodi. But it's a nice movie plus it has more storyline na kapo. It's so acha nikwambie. It's so very mimi naweza sema that movie. Mostly kwa movies za racing yenye itakupatia a good moral nini? A good moral lesson. Nyingine inaitwa I think inaitwa Rush Hour. Rush. I think Rush. Kuna movie nyingine ya Rush ni ya Formula 1 hiyo. It's about walikuwa hata ma rivals real life. True best story kwa F1. Hii story ya Niki Lauda I think ushisikia maresa Niki Lauda na James Hunt. As in walikuwa ma rivalry. From wakianza kuendesha F2 kabla afike F1. I think ilikuwa F3 ama F4. Unajua baada hata hiyo nini baada unajua inakuanga kuna zingine. Kuna so the same type of car but different different build. Labda different for engine. Kuna 3, kuna 4, kuna 3 na kuna 2 na kuna 1. Lakini sasa 1 ndio inaenda siaka kushinda nini? Wewe acha tu. 1 ndio inaenda siaka. Kushinda 2 na kushinda 3 na 4. Nilicheki Monaco Grand Prix walifanya hiyo F1. Monaco sasa unajua Monaco sasa unajua ndio ile place ya nini? Monaco ndio ile place yani sasa. Ndio sasa inashikaga. Hiyo bedhe ndio inakuanga one of the toughest. Sijui ushaona vile barabara vile hukuanga. Hiyo ndio inakuanga one of the toughest. Niliona ma snippets. Hiyo ndio inakuanga one of the toughest track. Hata sasa Sierra ndio nimeona ya Barcelona ya qualification. Luis amepenya number 1. Amechukua number 1. So sasa kwa Grand Prix sasa race atakuwa kwanza kwa pole kwanza. Hiyo sasa Cesar ni atashinda tena. Hiyo sasa as long as ashapenya kufika hapo sasa number 1. Bro, sasa gari ya Verstappen kwanza. Sasa hiyo ilikuwa Monaco. Hiyo. Sio walikuwa shamaliza qualification. Max alikuwa amesecure number 3. Hiyo ndiye yenye bado alikuwa amefail. Kwanza. Na alishinda number 3. Qualification alishinda pole 3. Ngoja. Gari yake zilikata kwanza. Hiyo sasa ilikuwa hiyo Grand Prix sasa hiyo square race sasa. Na bado akakuwa number 3. Mwisho. Shangaa kwa number 3 aje na. Basi sasa unajua Barcelona unajua tena lazima tena mwende qualification. Kila mtu qualification inakuanga secure for yourself. Una secure spot yako ya kustart race. Mbona gari yake kwanza by the way? Ilikuwa shida za engine ama? Barcelona sijui alitokea I think alitokea number 5 ama 6 from vile nilicheck. Luis ndiye alikuwa number 1. Number 2 ilikuwa nani? George Russell wa Benz. I think number 3 ndeka kwa Lando Norris wa McLaren huyo. Max I think alikuwa maybe tuseme 5 ama 6 hapo.
Hata ule Kimi Antonelli this time I think nani akili break. Kimi Antonelli akili break this time. Lakini Mercedes naona ina slick kwanza hiyo nini? Hiyo Mercedes uka sijui nini. Hiyo ka deadly. Yani Mercedes wako na class yao. Team principal ndo anaogopwa. Juu hatujui ni mkarata gani anafanya kwa gari zake. Bako unapata sijui kuna kitu aliweka imebaniwa. Kasa hizi kuna si ilibidi tena watengeneze engine tena. Sio kama unajua. Sijui nini tena engine yao ilikuwa nayo ilikuwa nafai kwa that was illegal. Ikabidi Mercedes. Lakini unaona vile ako katoi vile anakimbiza anapeleka wasembi. Wacha. Hadi baka Luis mwenyewe baka na baki like what. Mimi siwachigi F1 lakini nilionjegi hizo masnippets niko na hizo gari ya Mercedes. Hiyo F1. Hiyo Mercedes by then getting attention msee, na getting attention msee. Kuna color fulani ipo sexy. Hiyo black, sijui ni black gray sijui nini. Achana kuna ingine iliyochingi snippet ilikuwa silver. Iko na ka silver. Ile time ilikuwa silver. Hiyo ilipata bado Luis yuko ama alikuwa sharp. I think Luis ndo alikuwa. Ilikuwa silver. Ilikuwa mbaya hiyo. Lakini basi wao sana on paper like nani ndo the highest sijui kaya kesha shuka. Mustafa I think anakula 65, Luis 60 million aya paia 60 million aya. Ni paia na ni euros ama ni dollars. See F1 is more it's I think it's more of a company it's managed by I think FIA, hiyo FIA ya mambo za magari, hizo racing athletics. I think inakuanga under the management ya maybe it's owned by Americans I think if I'm not sure. Hiyo ni mbaya. Hiyo sport inakuanga. Okay, mimi najua si sport ya watu wase, but kuna mali unakujanga unaienjoy, kuna mali ukianza kuifuatilia vizuri, unapata ina like ina Kama unajua ukikwenda na kana kwa specific person, unajua ukabamba hapo kwa ukopa unaangalia sana. Ni deadly. Ni deadly. Hiyo game mimi kuna venye ni bamba tu. Haijani bo. Hata kasi kwa game sawafuta sana but more support. Lakini F1 mimi sijui inakwanga tu mimi nichukua tu vibaya. F1 iko na levels. Iko na aura yake. Anyway, guys, shukran sana kwa kuwatch episode 2. Ina come either this week ama next week, lakini muenjoy kwanza. Episode 2 coming on the weekend. So shout out to you guys. Unaweza sema pages zako hapo wa kufollow. Tukijua hizi vipi. Mimi ukienda Instagram ni Nevmila official. Ingine ni gani? Facebook Nevmila tu kawaida. Twitter Nevmila pia, TikTok Nevmila, Snapchat pia the same Nevmila, yani Threads pia Nevmila. Tukingojanga baada ile hiyo app ya Elon Musk yenye bado hatujapata information. WhatsApp na hapana. WhatsApp hata tuitumie siku hizi, sababu ni bure. Hii imeisha kazi. WhatsApp nini? WhatsApp sasa imekuwa kama phone call. Ni kama phone call. Imekuwa phone app ya kupiga message pekee. Mimi hata siku hizi I think mimi hata nimepoteza vibe ya kutumia hata nini. Kutumia WhatsApp. But siku hizi naona WhatsApp ina bo. Na bo sasa nini? Mimi siku hizi naona WhatsApp ina bo vibaya. Anyway, mkumbuka kunifollow pia Mambo on all platforms. Mambo Radio on TikTok, Sense by Mambo na The Mambo Podcast. So cheers to you guys. Catch you on the next episode with Nevmila part 2 coming soon. Adios. Cheers.